Basi bwana, mimi sikumjibu chochote baba. Akaja akamfunga kamba shingoni, kisha akamvalisha miti ya kuvutia yule punda jike, na safari ikaanza, na ndio ikawa mara yangu ya mwisho kumwona mpenzi wangu punda aliyenipa raha mpaka nikasahau kama kuna wanaume duniani. Kweli bwana, nikatoka mpaka chumbani kwangu huku nikiwaza kutoroka tu, maana hata sioni cha maana tena kwa baba. Lakini nitaenda wapi? Maana saizi hata mjini sipigiwi simu wala meseji kutoka kwa yeyote, hata rafiki yangu kipenzi. Dada yangu ndo hivyo kanichunia. Nitaenda wapi mimi? Siwezi kuishi hapa hata kidogo. Au nimwekee tu baba huyu mshenzi afe, nibaki na mali zake zote? Hapana, siwezi. Kuua naogopa mimi. Basi bwana msikilizaji, ilipita siku kadhaa hivi, maisha yakiendelea kiubishi, lakini jambo la kushangaza, sikuwa naenda hedhi. Yaani ilikuwa sizioni siku zangu eti. Na dalili zote za mimba zikawa wazi kabisa, hata kwa mtoto mdogo asiyejua mimba. Maana nilikuwa nalala sana, nilizidi kumchukia baba, huku kila ninapomuona nahisi kichefuchefu na kuanza kutapika hapo hapo. Baada ya alikuwa tete sana msikilizaji, ikabidi baba auze ng'ombe watatu, alafu akanipeleka kwa yule mganga hatari, Mama Marundi. Aliponiona tu akashtuka sana, akasema, we binti yangu, una matatizo makubwa sana, maana tumboni mwako namuona mtu mzima, tena kijana ambaye unafanana naye sana, amesimama huko tumboni mwake akiwa akachomwa mkuki mkubwa sana kama huu aliyoushika mzee wako. Mganga akasema, yule mtu ambaye, kijana ambaye mlimuua, anataka kuzaliwa tena, alafu akiwa katika hali ile ile. Mimi ni mganga na mchawi niliyebobea, ila hii ni mpya kabisa kwangu, siwezi, nimeshindwa kabisa. Baba akajaribu kumwomba walau Malundi afanye uchawi wake ili kudhibiti hili jambo, lakini mwana Malundi akawa mkali na kumtaka baba aondoke haraka, maana hayo mambo mengine ni ya Mungu tu mwenyewe. Kwa hiyo alisema hata yeye hawezi, kashindwa. Basi bwana, tukaondoka kinyonge, huku tumbo langu likiongezeka kila baada ya siku mpaka nikaogopa. Baba akapiga simu mjini kuwapa taarifa, lakini wote, mama na dada, wakasema hawana ndugu anayeitwa Koga, huku dada yeye akisema yeye hana baba wala mdogo wa kike. Ilikuwa ni hatari msikilizaji. Ikabidi nimpigie simu Jofu, maana baba naye alikuwa kanipa siku moja tu niwe nimeondoka kwake, huku akiwa kanipa kitita cha pesa kama milioni 3 na ushare hivi. Kweli bwana, nilimpigia simu Jofu. Bahati nzuri alikuwa yupo pamoja na rafiki yake Muna. Nikambembeleza huku nikilia kwa uchungu, kwa ndugu zangu wote wamenitenga kutokana na nilichofanya. Kwa hiyo naomba unisamehe sana bwana. Naomba unisamehe wewe pamoja na rafiki yako Muna. Ni mambo ya ujana tu. Nilimuomba sana Jofu huku nikimwambia hali yangu, na ninaamini mimba itakuwa ni yako. Basi bwana, kwa kuwa Jofu na Muna hawajui chochote kuhusu baba na punda, walikubali, huku Muna akiniambia niende kupanda ndege haraka, maana nikipanda basi sio vizuri, naweza kuzidiwa na uchungu ikawa shida njiani. Sikuamini kama kweli wamekubali. Nikamwaga baba, nikamwambia baba, mwisho wetu mbaya sana, tena sana. Utaomba ardhi ipasuke ikumeze ili uepuke adhabu hii. Baba akaniambia, nenda huko wewe, umelaaniwa wewe, ndio utajuta kuliwaliwa ovyo ovyo kama mbwa. Binadamu gani wewe unaliwaliwa
kila bolo la mwanaume unalitamani. Nikamwambia sawa, ila bora hata punda kuliko wewe, unayeinuka kama mzoga wa nguruwe wenye funza. Hata mama kaishi kiubishi sana na wewe. Yaani maiti unayetembea umeoza. Yaani wewe wazungu wanakuita the walking dead. Yaani mfu anayetembea. Basi bwana, nilipomtamkia maneno hayo makali, baba alipandisha hasira akasema, mwanadamu wewe, hutakiwi kubaki kabisa, mshenzi wewe. Kwanza huna faida yoyote kwangu saa hii. Ngoja nikukule alafu nikuulie mbali, mshenzi wewe. Niliogopa. Baba kaenda ndani kufuata mkuki wake. Nilipoona vile, nikaanza kukimbia na tumbo langu. Nilikimbia huku mgongoni nikiwa na mzigo wa begi lenye nguo zangu. Mkononi nilikuwa nimeshika mkoba wenye pesa pamoja na vipodozi vyangu. Nilikimbia huku yule mbwa wetu akiwa nyuma yangu anisindikiza. Nikiwa nimechoka kabisa natembea taratibu, maana nilijua huenda labda baba kaamua kupotezea baada ya kuona anioni, kumbe sivyo. Nilipogeuza macho tu kutazama nyuma, nilimuona baba akija mbio mbio kwa mwendo wa mchaka mchaka. Sema Mungu wangu, mwisho wangu koga umefika, mimi nakufa eti. Maana mkono wake alikuwa ameshika panga, huku mkono wa kulia akashika ule mkuki wake wa maangamizi ule. Nguvu zilinishia eti, msikilizaji. Nikabaki kupumua tu. Cheze kifo wewe. Mithili ya mtu mwenye pumu. Nilifika kwenye moja ya makutano ya njia, au wengi huita njia panda. Nikabaki kushangaa tu. Basi nikaamua kukaa tu kabisa na kwenye gogo pembeni tu kidogo ya hizo njia, na baba alikuwa tayari kanifikia kabisa. Akalitoa limashine lake baba pale pale njiani. Akasema, mbio za sakafuni huishia ukingoni. Sasa ngoja nikupe show kali mfano wa marehemu punda mpaka uzae, au useme kweli baba kama punda. Baba akaniambia, mimi nilienda kwa mganga ili nikupe dawa unipende mimi tu, lakini sitaki tena, huna jipya yani. Tena bora ufe. Sasa nataka nikukule, nikufanyie operation ili nimuone huyo ni nani aliyejificha tumboni mwako. Basi bwana msikilizaji, sikuwa na cha kusema mimi. Nilitetemeka mno. Nikaanza kuomba sala yangu ya mwisho. Nikamwambia baba, naomba niue tafadhali. Usinifanyie unyama wote huo unaotaka kunifanyia. Lakini baba alikuwa haelewi chochote kabisa. Alikuwa haelewi. Alinitishia kama anataka kunichoma hivi na ule mkuki wake. Hata alikooga nikapiga yowe huku nafunika uso wangu. Ndipo akauchomeka pembeni ule mkuki, kisha akanipiga teke zito la kifuani likanipeleka mpaka chini. Nikawa naona mawenge tu. Baba akaniambia, safari yako ya duniani inaishia hapa binti yangu kipenzi. Akasema, siwezi kukuacha maana huna upendo na mimi tena wewe. Nakufanya kama kaka yako, ila wewe lazima nikukule alafu nikufanyie upasuaji. Nimtoe aliye tumboni kisha nikutie moto kufuta ushahidi. Nitetemeka eti. Akanishika blauzi yangu ya galama ambayo nilitaka nikapande ndege nikiwa nimependeza, lakini baba alichana na kufanya matiti yangu makubwa yaliyojaa kutokana na hii mimba yabaki wazi. Niliogopa sana eti. Baba kuwa na mdhata kidogo. Akaniambia, koga, naomba utulie mwenyewe, maana nitakupiga panga la mguu uanze kufa mdogo mdogo. Mimi sikubali kutulia, maana najua hata nikitulia ni kazi bure tu, ndo yale. Nilianza kulia huku naomba msaada bila mafanikio. Maana ilikuwa ni mbali na miji ya watu. Alafu ni asubuhi. Kila mtu tu kaamkia kazini kwake.
wengine mashambani. Kwa hiyo ni ngumu sana kupata msaada kabisa. Lakini ghafla tu simu yangu ikaanza kuita. Lakini nilishindwa hata kuitazama nione nani ananipigia. Baba akanikaba shingoni huku akilazimisha nivue mwenyewe nguo yangu ya ndani, maana nilivaa gauni refu la kushona kwa juu, ndio nikavaa kiblousi. Basi bwana, nikawa nimemtii baba tu. Nikavua nguo zangu. Papuchi yangu ilikuwa tayari imevuja uti kibao. Sio kama nina nyege, hapana. Ni kutokana na wasiwasi kupita kawaida, kwamba naweza kufa muda wowote kuanzia sasa. Nikiwa naendelea kulia, msikilizaji, baba akanitia kofi mpaka nikaona nyota. Mara ghafla nilishangaa kumuona mbwa wetu na kipenzi changu Nasli akimlukia baba mwilini mwake, kisha akaenda naye mpaka chini. Baba akiwa na panga mkono wake wa kushoto akataka kumkata Nasli ambaye alikuwa bize na kuitafuta shingo ili amalize kazi. Ndipo nikachukua limti likavu mimi, nikampiga ule mkono mpaka limti likavunjika. Lakini hakuachilia lile panga. Niliogopa sana eti. Sikutaka kabisa Nasli afe. Lakini Mungu mkubwa tu, kabla hajamkata Nasli akaacha shingo, akamdaka mkono wenye panga. Akamngata vibaya mno huku akitikisa kabisa. Baba akapiga kelele akisema nakufa jamani, nakufa mimi. Nikachukua pesa na begi la nguo nikaanza kukimbia huku nikiwa matiti yangu yapo wazi. Mara nikasikia sauti ya Nasli akilia. Geuka nyuma tu nikamwona Nasli ananifuata mbio huku kisu kikiwa kinaninginia ubavuni mwake. Nikashtuka, nasema Mungu wangu. Kumbe alikuwa na kisu mshenzi. Sijui alikificha wapi lo. Nilimwangalia sana Nasli mbwa wetu. Kisu kilikuwa kimeingia tumboni. Basi nikakitoa taratibu, alafu nikamfunga kanga tu. Na safari ikaendelea tukiwa pamoja na Nasli wangu. Nyuma sikumuona baba tena. Sikujua hali yake, sikujua amekufa au vipi. Baada ya mwendo kidogo, nilishangaa kuniona bajaji ikija. Kwanza sikuamini kabisa. Nilihisi naota, sababu maeneo haya ni ngumu sana kupita bajaji au gari. Labda pikipiki na mkokoteni na trekta tu, maana ndio usafiri unaopita popote isipokuwa kwenye maji. Sasa kitendo cha mimi kuona ile bajaji, nilijua ni Mungu kamtuma huyu mtu na sio vinginevyo. Akanisalimia, habari yako dada? Nikamuitikia. Akaniuliza kama kuna nyumba za Wasukuma maeneo haya. Nikamuuliza kwani umefuata nini? Maana unaweza kupotea sasa, sababu kuna njia nyingi alafu zote zinafanana. Akasema basi ngoja nimpigie simu nimuulize yupo wapi. Nilipoona hivyo nikaona ngoja nitumie hii nafasi kupata msaada wa usafiri. Nikamuuliza kwani kaka, unamfuata nani huku na kwa gharama gani? Akasema mimi namfuata jamaa mmoja hivi, amekuja kununua kuku. Sasa kaniambia mzigo tayari nimfuate, ndio nikawa nakuja kama hivi. Nikamwambia sawa. Nikasema sasa mimi naomba msaada. Unifikishe Kahama mjini. Maana hapa nilipo nina matatizo kama unavyoweza kuniona. Nisaidie please kakaangu tafadhali. Sijawahi kuona wanaume wagumu. Kijana akawa mgumu kidogo, akidai sio vizuri kumwacha mteja wake wa kila siku. Nikamsihi kuwa nitamlipa mara 2 ya nauli ya kawaida. Yaani nitampatia 40,000. Basi bwana, pesa iache kama pesa. Nguvu ya pesa tu. Na ndipo akakubali. Nikampandisha Nasli. Kisha na mimi nikaingia na safari ikaanza. Bajaji ilitembea spidi 120.
na mara nikaanza kusikia azana na miziki ikiashiria kuwa tayari tumefika kama mjini. Nilivuta pumzi ndefu huku nikimshika kichwani Nasile ambaye ndiye amefanya shughuli kubwa ya kuniokoa mikononi mwa baba yangu. Hatimaye tukawa tumefika mjini kabisa, yani stendi. Nasile alikuwa mwoga, maana hajawahi kuona watu kibao kama hivi. Hivi alikuwa karibu yangu kabisa, yani miguuni. Watu walikuwa wananishangaa jinsi nilivyopendeza, alafu nimeongozana na mbwa. Huku akiwa kafungwa kanga na damu zikimtoka. Ilikuwa ni kituko, yani kama comedy hivi. Nikamfuata dada mmoja hivi, nikamuuliza kama kuna dispensary maeneo ya hapa jirani. Dada akanipa maelekezo, basi bwana nikajongea mpaka hapo dispensary ili nimpeleke Nasile akapate huduma ya kwanza. Nilifika mapokezi nikamkuta kaka mmoja hivi akiwa hapo. Nikamsalimia, kaka, habari yako? Akanijibu, salama tu mrembo, karibu sana. Nikamwambia asante kaka yangu. Akaniuliza, kwa hiyo nikusaidie nini? Nikamwambia, bwana mimi nina mgonjwa wangu huyu kachomwa kisu cha ubavuni na kujeruhiwa vibaya sana. Hata hivyo ni Mungu tu kuweza kuwa hai mpaka saa hizi, maana tumetoka mbali sana kwa kweli. Niliposema habari za kisu, yule mkaka akawa amesema eti itakuwa ngumu sana ni kumsaidia mpaka niende polisi kuchukua karatasi, maana wao ndio wanatakiwa wadhibitishe kuwa mimi ni mgonjwa halali na sio mhalifu. Nikamwambia, mbona mgonjwa mwenyewe sio binadamu, ni mbwa wangu. Alishangaa sana kusikia mbwa. Akatoka pale mapokezi akaja kumtazama Nasile ambaye alikuwa kachuchumaa zake akiendelea tu kuyasikilizia maumivu ya kisu. Yaani nilikuwa nawaza angekuwa binadamu ingekuwaje. Alimtazama akamwambia, akasema sidhani kama daktari anaweza kumfanyia matibabu. Yaani mnyama sijui kama inawezekana. Nikamwambia, jamani kaka yangu, usiende kwa daktari tu ukampe taarifa kuliko kunivunja moyo. Akasema sawa, mna shida. Basi bwana alinipatia kadi kisha nikaenda chumba cha daktari. Kama bahati tu nilipomuuliza tu yule daktari tatizo, alinionea huruma sana huku akiniuliza alipo mbwa wangu. Akaniambia, pole sana binti yangu, na mimi ni mfugaji na rafiki mkubwa sana wa mbwa. Hebu acha twende alipo au mlete hapa ndani. Nikasema sawa, nikasogea mlangoni kisha nikamuita Nasile, lakini alikuwa kimya. Nikaita tena bado kimya. Niliogopa sana. Nikatoka mbio, yani muda huo, na daktari alikuwa karibu yangu. Tukafika, maskini Nasile alikuwa kalala huku akipumua kwa shida sana. Nilipiga kelele huku nikimuita, Nasile jamani, usife Nasile wangu. Daktari akaniambia, usijali binti yangu, ngoja tujaribu kuokoa maisha yake, maana naona bado anapumua. Basi bwana akawa amemchukua Nasile na kumpeleka chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Mimi nilikaa sehemu ya kusubiri. Mara Jofu akanipigia simu. Akaniuliza nimefika wapi sasa. Nikamwambia bado nipo Kahama mjini, sijaanza safari bado. Basi bwana Jofu alinisihi sana niwahi, akidai kanimisi. Nikamwambia usijali mpenzi, ila siwezi kuja na ndege kutokana na sababu zangu tu mwenyewe. Wakati tunaongea muda huo, daktari akawa ametoka. Akaniambia, aisee binti, huyu mbwa anahitaji kulazwa mpaka hali yake itakapokuwa vizuri. Kwa hiyo kama upo safari unaweza kuahirisha tu au kuendelea, vyote sawa tu. Nikamwambia, jamani, mimi naona niendelee tu na safari. Kama hali yake ikiwa sawa, naomba nisaidie kumhifadhi mbwa wangu. Nitakulipa gharama zote zitakazotumika. Basi bwana daktari alikubali, nikampatia kitita cha pesa kama 300 hivi. Nikaomba chumba, nikabadilisha nguo. Nikambusu Nasile wangu ambaye alikuwa akitumia oksijeni na wakati huo alikuwa akiwekewa damu. Nikatoka zangu nikamwaga daktari huko tukipeana namba kwa ajili ya mawasiliano.
Nikaenda stand, bahati nzuri ilifika basi ikiwa bado haipo level city. Kwa hiyo nikaingia na safari ikaanza kuelekea Dar. Nikampigia simu Jofu, nikamwambia asimwambie mama na dada kuwa mimi nipo Dar, maana wao nimeomba wamekataa mimi kufikia kwao. Jofu akaniambia basi usijali kwa hilo. Hatimaye nilifika huku njaa ikiwa inaniuma sana na kichwa kilikuwa kinanigonga hatari. Ikabidi nikae tu sehemu, wakati huo namsubiri Jofu aje kunichukua. Sikuamini, maana nilimuona Muna akiwa pamoja na Jofu wanatazama huku na huku wakinitafuta. Niliona aibu sana, nikagundua kweli hawa ni best friend. Maana kwa kitendo alichofanya Muna, Jofu angekuwa ni kijana mwingine, nadhani urafiki wao ungekuwa umebaki story. Lakini hao saizi wapo pamoja na aibu imebaki kwangu. Mimi na malaya wangu